imekuwa ni changamoto kubwa na kwa watu wengi sana. Nakuta mtu anajiuliza au anapotokea amefanya jambo fulani, anaanza kujilaumu mwenyewe kwamba sikufikiria vizuri, shetani alinipitia. Ukweli ni kwamba hukufikiria vizuri, yaani jambo lilichukulia maamuzi bila kuliwaza vizuri. Sasa kuna vitu vingi sana ambavyo vina affect au vina athiri sana uwezo wa mtu binafsi kufikiri. Yaani jaribu kuvisikia hivi vitu 9 ambazo vina affect uwezo wa mtu kufikiri, na endapo ukiviepuka hivi, basi itakusaidia wewe katika kufanya maamuzi yako, kwa sababu utafanya maamuzi sahihi na haitakuwa ile tena shetani alinipitia nikafanya jambo hili na hili, haitakuwepo tena. Sikiza kwa makini. Pointi ya kwanza ni uvivu wa akili. Hii ni pointi ambayo inatokana na mtu kutokujishughulisha kabisa, yaani umeifanya akili kulala. Yaani siku nzima inapita haujifunza kitu kipya, siku nzima inapita haujichangamsha akili kwa lolote, umepoa tu. Mfano hii inatokea sana, inawasha wale ambao unakuta hapo kwenye likizo fulani, hapo kwenye kipindi fulani cha mapumziko, hafanyi chochote, basi anapata muda ule wa kuacha kufanya kila kitu. Hapana, si sawa. Akili ni kama vile tu binadamu tunavyokula, na yenyewe kuna wakati inahitaji kulishwa, na inavyolishwa ni vile ambavyo unaipa kitu kipya kila siku, kwa inazidi kugrow, na kupa uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Lakini pointi nyingine ni kuiga bila kuchuja. Kuna baadhi ya watu ndio tunaamini sana katika kukopi na kupaste, na kweli copy na kupaste inasaidia, lakini unavyokopi, unavyoenda kuweka moja kwa moja kile kitu ambacho umekikopi sehemu fulani, inapunguza sana uwezo wa kufikiri, kwa sababu huichangamshi akili. Kwa hiyo jitahidi katika njia zako maybe za kukopi, kama ni kazi unaoifanya, kama ni assignment au ni kitu chochote, unapokuwa umekiiga, jaribu kufikiri kwanza kile unachokwenda kukiandika, kitafakari. Kitafakari, ongeza kitu ambacho hakikuwepo mwanzoni. Unapofanya hivyo unaipa mazoezi akili. Akili ikishapata mazoezi inazidi kuongezeka na uwezo wa kufikiri pia unaongezeka. Lakini jambo la tatu ni hofu ya kukosea. Unakuta mtu unakuwa na hofu ya kukosea, kwa kila kitu ambacho kinakuja mbele yako wewe unashindwa kukifanya, ukiwa na hofu kwamba utakifanya kwa kiwango cha chini au utakifanya kwa kiwango ambacho kuna mtu fulani maybe hatapenda kabisa. Ile hofu inaharibu sana uwezo wa kufikiri wa mtu binafsi, kwa sababu hautafanya kabisa. Jaribu kuishinda hofu katika kila maamuzi unataka kuyafanya, kwa sababu itakuongezea sana uwezo wako kufikiri. Jambo jingine ni mawazo ya kushindwa, yani ile negativity. Kuna watu kila jambo ambalo linatokea mbele yake, kitu ambacho kinakuja cha kwanza ni kushindwa. Hebu kuanzia leo jaribu kuwa na hili zoezi. Linapokuja jambo jipya, inapokuja changamoto mbele yako, jaribu kufikiria kwanza kulishinda kabla ya kushindwa. Fikiria kwanza upande wake mzuri, then nenda kwenye upande wake mbaya. Sasa unapofikiria upande wake mzuri, kuna aina fulani ya mawazo ambayo yatakujia mengi yanakuonyesha njia positivity au uwezekano wa lile jambo. Lakini unapenda kwenye negativity moja kwa moja, hatimaye hoga ni kuahirisha, kwa maana yake hautashughulisha akili kabisa. Kwa hiyo jitahidi sana kuzingatia hilo. Lakini vile vile pointi ya 5 ni kuishi bila malengo. Moja kitu ambacho kinatutesa sana hasa sisi vijana ni kuishi bila malengo. Unakuta mtu wiki nzima, mwezi mzima, mwaka mzima huna lengo lolote ambalo unalishughulikia. Huna lengo lolote ambalo umeweka katika mkakati. Weka lengo katika mkakati inasaidia sana, kwa sababu kila muda inaweka akili yako alert, inaweka akili yako kama ile alarm fulani, kama unavyoonaga mfano alarm unavyoweza kumwamsha mtu, kumshtua mtu. Sasa lengo oga lina ile chachu, linazidi kusukuma, linazidi kukuinua, linazidi kukumbusha kwamba kuna kitu fulani inabidi ukishughulikie. Kwa akili muda wote inakuwa ipo kazini, unashindwa kupata muda wa kupumzika kabisa. Kwa hiyo inaongeza sana uwezo wa kufikiri, kwa sababu unavyozidi kufikiri vitu vingi, uwezo wa akili unazidi kuongezeka. Jambo la 6 ni kutopenda kujifunza. Hili nalo ni shughuli au ni tatizo kubwa sana ambalo linatukumba, kutokupenda kujifunza. Watu wengi sana tumeshakuwa sasa tunategemea sasa hii mitandao ya kijamii, ChatGPT, maybe DeepSeek na AI nyingine nyingi. Kupendi kujifunza kitu kipya, yani kila kazi ambayo unaipata wewe unataka maybe ufanyiwe, kama sio kufanyiwe basi iweke sehemu fulani tu itoke kama ilivyo. Kwa hiyo mwenyewe upendi kujifunza na kupata uelewa mpya. Sikiliza, kama una umri kuanzia miaka 18 hadi 30, una fursa kubwa sana kujifunza vitu vingi katika ulimwengu, na vitu hivyo vinaweza kuwa vina value kubwa sana katika maisha yako. Huenda hata isiwe shule na vikabeba mustakabali mzima wa maisha yako, ikawa ni breakthrough ya kwako. Kwa hiyo jitahidi sana kujifunza funza, yani kile unachokiona mbele yako ni kama vile kitu fulani kimekaa, maybe kama sio kiteknolojia basi kimkakati fulani. Jitahidi sana kujifunza, ukijua kiundani kinahusika na nini, afu unaweza ukachana nacho. Unapofanya vile unaiongezea akili uwezo wa kufikiri zaidi na zaidi. Pointi ya 7 ni utumiaji wa dawa za kulevya na pombe kupita kiasi. Watu wengi waga wanafikiri kwamba kutumia madawa kulevya au pombe
kunamuondolea matatizo, kunamuondolea stress. Kimsingi ni kwamba unajipa wewe mwenyewe pumziko la muda tu. Utumiaji wa vilevi unampa mtu pumziko la wakati fulani tu, haiwezi kupa wewe pumziko la milele. Yaani baada ya pombe kuisha, mawazo yanaanzia pale pale, kama hayaanzii chini kabisa kwenye negative. Kwa hiyo utumiaji wa madawa na utumiaji wa pombe kupita kiasi unapunguza sana uwezo wa kufikiri, unakuwa lazy kabisa. Kwa hiyo jaribu kuviepuka hivyo vitu, kwa sababu vinakuulia akili yako. Jambo la 8 ni kuishi kwenye mazingira ya kijiji au viaka. Moja kati ya kitu kingine ambacho kinaathiri sana ni kuishi kwenye mazingira ambayo haukubaliki au ambayo unapata sana kijiji na viaka. Hupati muda wa kuexpress kile ambacho kitu unakuwa nacho, kwa sababu katika mazingira haya watu wanatarajia kuweka chini, wanataka wao ndio wasikilize na sio wewe kukusikiliza. Kwa pale ambapo unakosa chance ya kuweza kuvolunteer kitu ambacho unacho, hiyo moja kwa moja akili hakuna kitu kipi ambacho itatengeneza. Unapozidi wewe kupokea, unasikia watu wengine wakiongea, akili yako haiwezi kachangamka kama vile ambavyo wewe ulitakiwa na wewe useme kitu, afu upate challenge, urekebishwe. Maana bado kurekebishwa na kitu kipya kinaongezeka wapi? Akilini. Lakini pointi ya 9 na ya mwisho ni kujihusisha kwenye gumzo lisilo la msingi. Hii pia ni changamoto kwa sisi vijana. Unaweza kata mimi ni shahidi. Sasa kwa sisi wapenzi wa mpira, wapenzi wa movie na wapenzi wa vitu fulani fulani hivi, huwa kuna wakati mwingi sana unaweza kutumia muda kuanzia saa 1 mpaka saa 9 unabishana vitu ambavyo hakina msingi. Unabishana vitu ambavyo havina faida yoyote wewe baada ya pale kubishana. Hakuna mtu anayekusikia, bali ninyi wachache tu mko mnabishana. Jambo hili pia linapunguza sana uwezo wa kufikiri, kwa sababu inakunyima wakati wa kuweza kufanya vitu vingine ambavyo vinakuwa ni productive. Hii point yenyewe inapunguza uwezo wako kufikiri kwa kukuibia muda. Kwa baadaye wale wakati ambao unapata kuweza kufikiria vitu ambavyo ni productive na valuable kwenye maisha yako, unakuwa unafanya vitu ambavyo havina msingi wowote. Kwa hiyo haya magumzo, haya majadiliano, mabishano ya muda mrefu yanapunguza sana uwezo wa kufikiri. Okay. Nadhani kuna namna fulani haujatoka kama vile ambavyo ulikuwa umeingia kwenye video hii. Sasa video inayofuata nakwenda kuandalia sasa ni vitu gani ambazo vinaongeza uwezo wa kufikiri zaidi na zaidi. Na moja kwa moja akili yako itakuwa na uwezo kubwa sana kuchanganua mambo na hautamsingizia tena shetani katika maamuzi ya kwako. Mimi nikutakia tu teknolojia hayo ambayo nimekupa leo. Chao.